Okay. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kipawa cha neema ametupea siku ya Sabato takatifu. Ametuwezesha tukaweza kuja kumwabudu hata kama hatuko wengi. Biblia inasema where two or three are gathered for my name's sake, there am I in the midst of them. Kanisa la Kristo lilianza na watu wachache. Wale ambao walibatizwa, Yohana aliweza kusema tazameni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, na wanafunzi sasa wakaanza kumfuata Yesu. Akina Andrea wakaenda wakiitana, na kwa hivyo sasa kanisa linapoanza halianzi na wengi, anaweza kuanza na mmoja, wawili, watatu, wanazidi wakiitana. Lakini kama limekubali kujengwa katika msingi wa Kristo, atazidi na kulizidisha lile kanisa. Kwa hivyo ni kawaida tutakuja kuona kanisa halikuanza na watu wengi. Kwa hivyo sababu tumeomba, nataka tusome Sabato. Tulikuwa na ubatizo, na wale ambao walibatizwa tuko nao hapa, isipokuwa sio wote. Sasa kuna ujumbe nilikuwa nataka kushiriki kuhusiana na bado kujenga katika msingi wa ubatizo na fungu kuu ambalo ningependa tulisome tusome kitabu cha Waebrania 6 mstari wa kwanza. Waebrania 6, Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. Tunataka kujenga katika msingi wa ubatizo ambao tulikuwa nao last Sabbath. Nasema kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikie utimilifu. Tukaze mwendo ili tufikie utimilifu. Tusiweke misingi tena wa kuzitubia kazi zisizo za uhai na uhai. Kwa kuzitubia kazi zisizo za uhai na wakuwa na imani kwa Mungu. Nasema na mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu. Na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu. Na hukumu ya milele. Verse 3. Nayo tutafanya Mungu akitujalia. Na hayo tunazofanya Mungu akitujalia. Imefika mwisho hii 3. Kigera kinasema therefore let us leave the elementary doctrines of Christ and go on to maturity. Nasoma hii version ya Revised Standard Version, na hii ni version nzuri pia, ni ya Marekani hii, yani imekuwa published kule. Ni vizuri kuwa na versions nyingi. Therefore let us leave the elementary doctrines of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, too, with the instruction about ablutions, the laying on of hands. Mnakumbuka tuliwekea mikono, the resurrection of the dead and eternal judgment, and this we will do if God permits. Kwa hivyo mabatizo pale, ubatizo uko hapo. Ya Kiswahili imetaja ubatizo, hata King James inataja ubatizo. Lengo kuu ya ubatizo
ubatizo ni mwanzo, lakini sasa kuna kukua katika maturity. Na tuliweza kuona ubatizo pale ile John chapter, hebu soma John chapter 1 verse 29. Sorry. John chapter 1 verse 39. Nasema Alafu verse 41. Nasema siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Siku ya pili yake amona Yesu aja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hii ilikuwa ni baada ya kumbatiza Yesu. Yaani ilikuwa ni wakati Kristo alibatizwa. Akamwona Yesu, John akamwona Yesu akasema, tazama ni mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. 36. Nasema akamtazama Yesu akitembea akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. 7. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena. 41. Inasema huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Okay. Sasa baada ya Kristo kubatizwa, Yohana akamtangaza kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Alafu wanafunzi sasa wakaanza kumfuata. Na sasa wanafunzi wakasema, tumemwona Masihi aitwaye Kristo. Sasa jina hili Mesaya tuliona linamaanishaje jina Mesaya? Tulisoma Daniel chapter 9 verse 24 na 25, tukasikia Mesaya inamaanisha the anointed one, na tukaona hiyo imewekwa wazi katika Great Contrast page 327.1, anasema kwamba the word Messiah signifies the anointed one. Na ni wapi Kristo aliweza kuwa anointed? Sini alipobatizwa akawa anointed na Holy Spirit. Sasa hii jina Messiah Hebrew, siku hizi kuna hizi tunaita strong dictionary, strong concordance. Ni vizuri sana mtafute kuwa nazo, na nitawatafutia. Hebrew word for Messiah ni H4899. H4899 unaweza tuandika H4899, ambayo linamaanisha linatamkwa Masiach, ambalo ni a consecrated person, anointed person, consecrated person, awe king, awe priest or saint. Kwa hivyo ni mtu ambaye amewekwa wakfu, amepewa Roho Mtakatifu akawekwa wakfu, either awe mfalme, awe kuhani au awe mtakatifu. Na inatumika mahali kwingi katika Bible. Nitataka tu tusome mafungu mawili matatu katika Agano la Kale. Ni nyingi tu, lakini tusome Psalms chapter 2 verse 2. Ufalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Sasa hii jina anointed bado ni Hebrew letter 4899, na pia unaweza andika hizi mafungu Leviticus chapter 4 verse 3, 5, 16. Leviticus chapter 4
verse 3, 5 and 16. Zote ziko na hiyo Hebrew word, Hebrew letter 48H 4899. Hata pia 1 Samuel chapter 2 verse 10 verse 35 pia hiyo jina anointed iko hapo, bado ni Hebrew letters H 4899. Pia Daniel chapter 9 verse 24, 25, 26 utapata pia jina pale anointed ni those Hebrew letters. Na pia Isaiah chapter 61 verse 1 maana anasema kwamba Roho wa Bwana amefanya nini? Amenipaka mafuta. Isaiah chapter 61 verse 1 bado hapa kuna those Hebrew letters H 4899. Kwa kifupi ni kwamba Christ was anointed alipobatizwa. Na kwa nini Kristo akawa anointed? Tulisikia Christ was anointed, akapakwa mafuta na akaongozwa na Roho Mtakatifu mpaka jangwani ili aweze kukabiliana na majaribu ya shetani na ili ashinde. Kwa hivyo isipokuwa ni Kristo alikuwa na Roho Mtakatifu, hangeweza kufanya nini? Kushinda majaribu ya shetani. Kwa hivyo tunapopewa Roho Mtakatifu, basi tuelewa kwamba tunapewa uwezo wa kushinda. Sasa tukitumia neno la Mungu, tukitumia nguvu ya neno, tutaweza kushinda shetani. Pia Kristo aliweza kuwa anointed ili aweze kufanya kazi ya umishonari. Tulisoma hiyo katika Luke chapter 4 verse 18 na Matendo ya Mitume 4:10-38. Anasema kwamba Mungu alimpaka mafuta mwanawe akaenda kila mahali akitenda mema. Matendo ya Mitume 10 verse 38. Pia Kristo alizidi na kuwa anointed ili aweze kushinda, yani kustahimili mateso, aweze kuteseka hata kufa. Hebu some hiyo kitabu cha Hebrew chapter 5 verse 7. Hebrew chapter 5 verse 7. Je, siku hizo za mwili wake. Soma kwanza tu. Awezaye 2:9. Nani nasema ila twamuona Yesu aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Kwa hivyo akachukua binadamu, yaani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima. Unasikia, akavikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Unaona sasa, kwa hivyo Kristo alivikwa taji ya utukufu na heshima ili aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa ajili ya kila mtu. Hebu hiyo Hebrews chapter 5 verse 7 sema yeye mpaka 9. Nasema yeye siku hizo za mwili wake. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Alimuomba yule ambaye anaweza kumwokoa kutoka katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Maombi, dua pamoja na kulia sana kwa machozi. Akisikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Akisikilizwa kwa vile alikuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo. Unasikia, ijapokuwa ni mwana alijifundisha kutii kwa mateso hayo aliyopata. Naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele. Akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kwa watu wote wanaomtii. Kwa hivyo
Kristo akiwa mwana bado alikuwa perfected through suffering, na tunaambiwa baada ya kubatizwa na sisi tuingia katika maturity ama perfection. Kwa hivyo tunaweza ona immediately baada ya Kristo kubatizwa, hiyo John 1:29 na John chapter 1 verse hiyo tumesoma 1:36 kwamba Yohana akasema tazameni mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo inatufundishaje? Ile inatukumbusha kile tulisoma la 7 ya kwamba pale kwa ubatizo tunahitaji kuone mwana wa Mungu akiwa kondoo ya Mungu. Kwa hivyo tungezaidi kuona Yohana aliona, ijapokuwa hata Yohana hakuelewa ya kwamba Kristo kubatizwa na kupewa roho ni ili awe kondoo wa Mungu ambaye anachukua dhambi za ulimwengu. Na kondoo alikuwa anafanywaje ili aweze kuchukua dhambi ya ulimwengu? Anatolewa kafara. Kwa kitu ambacho Mungu anataka tuone tunapobatizwa ni kwamba tunajitoa kafara, tunatolewa kafara. Kristo akibatizwa ilikuwa ni Yohana akijazwa na roho aliona Kristo akiwa kafara Kwa hivyo na sisi tunapobatizwa tujione, tujihesabu kama sisi ni tumejitoa kafara, tunatolewa kafara. Kwa hivyo yote inatuelekeza tuweze kufa na kufuka pamoja na Kristo wakati wote. Tusahau hiyo ya kwamba ubatizo, katika ubatizo, baada ya kubatizwa basi tunajiona sasa sisi tukiwa kama Kristo alionekana, aliyejiona, aliyekuwa immediately akatakazwa kama mwana kondoo wa Mungu. Na hii mwana kondoo ni kutolewa kama burnt offering. Soma Genesis chapter 22 verse 6. Genesis chapter 22 verse 8, sorry. Inasema Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Mwanangu. Basi hiyo 8 tu peke yake. Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Mwanangu. Mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Kiingereza kinasema aje? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt. Kwa hivyo akisema wakati John anasema huyu ndiye lamb of God that takes away the sin of the world, anaonyesha kumaanisha kwamba Kristo ndiye burnt offering. Kwa hivyo kutangazwa kubatizwa tu ilikuwa inatangaza kifo. Ubatizo wa Kristo ulikuwa unatangaza kifo cha Kristo. Kwa hivyo kumuona Yesu kama Messiah, walikuwa waone sasa Yesu akiwa afanya nini? Akitimiza unabii. So read Daniel chapter 9 verse 24 to 26, utaona immediately Danieli alipo akamuinua Messiah, akasema akatangaza wakati Messiah angekuwa anointed, na baadaye akaona Messiah akifanya nini? Akiagikwa juu ya msalaba. Hebu soma usikie. Daniel 9. 24 to 27. Sema muda wa majuma 70. Hiyo ni unabii wa 2300 days years ambao sisi wa Sabato tunauelewa. Muda wa majuma 70 umeamuriwa juu ya watu wako. Sasa 70 weeks zilikuwa zimeamuriwa kwa ajili ya Wayahudi. Watu wa kina Danieli ni Wayahudi. Na juu ya mji wako mtakatifu. Na pia kipindi hicho kilikuwa mji mtakatifu ujengwe tena. Mkumbuke Yerusalemu ilikuwa imeangamizwa na Nebukadneza. Ili kukomesha makosa. Wayahudi walikuwa wakamilishwe. Wakomesha makosa. Na kuishiliza dhambi. Na kumaliza na mambo ya sinning.
na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, reconciliation kwa ajili ya iniquity, na kuleta haki ya milele, kuleta haki ya milele ambayo ni Christ our righteousness, na kutia muhuri maono ya unabii, maono na unabii, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Hiyo tulisikia ni Kristo AD 37 akatiwa mafuta. Basi ujue na fahamu. Sasa anaendelea kumwelezea hiyo ni vile miaka hiyo 70 ikikatakatwa. Ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, hata zamani zake Masihi aliye mkuu. Kwa hivyo unaona sasa Masihi aliye mkuu utakuwa na majuma 7. Kwa hivyo sasa hii miaka majuma 70 sasa kuna ile ambayo sasa ilikuwa imegaiwa ifikie mpaka Kristo Masihi kutoa mafuu, na sifundishi unabii huo saa hii, lakini tunajua kwamba tukifanya hesabu vizuri tutaona Masihi angetiwa mafuta mwaka wa AD 27 alipobatizwa. Endelea. Na katika majuma 62 inajengwa tena pamoja na njia kuu zake. Inaelezea vile Yerusalemu ingejengwa na kuwekwa vitu vyote. Katika nyakati za taabu. Mpaka nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Unaona sasa immediately baada ya Masihi kupakwa mafuta akaona akikataliwa, naye atakuwa hana kitu. Yaani kwa kifupi akasulubishwa msalaba. Na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji. Kwa hivyo sasa hii ni Rome. Rome. Kwa hivyo unabii ule unaelezea vile Kristo angebatizwa, akusulubishwe, alafu Rome ikuja kuangamiza mji. Na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo. Kwa hivyo in short ni kwamba unabii wa Danieli, unabii unaohusu Masihi unaelezea pia ajenda ya Shetani. Kwa hivyo ajenda ya Mungu inaelezewa vile kupitia kwa Kristo, vile tumesikia kwa lesson, kwa sababu Mungu anafanya mambo yote kupitia kwa mwana wake, vile kupitia kwa mwana wake angebatizwa na pia akufe kwa ajili yake, na pia ajenda ya Shetani, the prince ambaye angekuja aangamize Yerusalemu, kwa sababu Yerusalemu kukataa nani? Masihi. Unaona kwa hiyo yote walikuwa waone. Hebu some hiyo kitabu cha Matthew 16 tuone. Matthew chapter 16 verse 18. Yesu akawauliza wanafunzi wake, watu wasema mimi ni nani? Some hiyo. 16 to 18. Chapter 16. 18. 18 inasema, nami nakuambia wewe Petro. 16 hiyo unasoma gani? Chapter 16 16 hiyo unasoma 16. Simoni Petro akajibu akasema, ndio hiyo. Akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo. Hapa ni pale Yesu aliuliza watu wanasema mimi ni nani? Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Endelea. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Barayona. Heri wewe Simoni Barayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hivi, bali Baba yangu aliye mbinguni. Bali Baba yangu aliye mbinguni. 18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Wewe ndiye Petro. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. 21. Inasema tangu wakati huo Yesu alianza. Sikiza hii. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba. Kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba
Imenipasa kwenda Yerusalemu. Imenipasa kwenda Yerusalemu. Na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani. Na kuyapata mateso mengi kwa wazee na makuhani. Yeah. Na waandishi. Kuuawa. Na kuuawa. Kwa sasa unabii huu hii bado hii Kristo Peter anasema wewe ndiye mwana wa Mungu, bado analega ule unabii wa Messi, the anointed one. Na ni lini Yesu alikuwa anointed? Jina Messiah inamaanishaje? Na jina lingine la Messiah? Soma John chapter 4 verse 25. John 4:25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Najua kwamba yuaja Masihi. Aitwaye Kristo. Naye kwa hiyo Masihi anaitwa Kristo. Naye Peter akasemaje? Wewe ndiye Kristo. Mwana wa Mungu. Kwa hivyo Messiah is equal to Christ is equal to Son of the living God. Na Messiah inamaanisha the anointed one. Anointed one. Ambaye alikuwa anointed wapi? River Jordan. Sasa hii truth ya kuelewa Christ is the Messiah in this context, the Christ, the Son of the living God, yule ambaye alikuja akufe, alikuwa anointed ile fanya nini? Ndio foundation ya imani yetu. Soma Desire of Ages page 412.3. Desire of Ages page 412.3. Desire of Ages page 412.3. Desire of Ages inasemaje? The truth that .3. The truth which Peter. Yeah. The truth which Peter had confessed. Ukweli ambao Peter alikuwa amekiri is the foundation of the believer's faith. Ndio ukweli wa imani ya muumini. Enda kwa 413.1 sababu muda. 413.1 centuries before previous advent. Ati mamia miaka kabla Mwokozi kuja duniani, Musa alikuwa ameelekeza kwa Mwamba ambaye ni mwokovu wa Israeli. Endelea. The psalmist had sung of the rock of my strength. Na Zaburi alikuwa amemuita Mwamba wa wokovu wa. Isaiah had written, that says the Lord God. Isaiah alikuwa amesema hivyo, asema Bwana Mungu. Behold, I lay in Zion for foundation of a stone. Ati naweka Zayuni mwamba jiwe lililomsi. A tried stone. Mwamba jiwe ambalo limejaribiwa. A precious cornerstone. Jiwe la thamani. A sure foundation. Msingi ulio imara. Peter himself. Peter mwenyewe writing by inspiration. Akiandika kwa uvuvio. Applies this prophecy to Jesus. Sikiza Mwagi, Peter ana apply unabii huu wote kwa Kristo. He says, anasema if he has tasted that the Lord is gracious, ikiwa umeoja kwamba Bwana ni mwenye neema, and to whom coming, ambaye kuja kwake a living stone, ni kama mwamba jiwe lililo hai, rejected indeed of men, ambalo likataliwa na wanadamu, but with God elect, lakini kwa Mungu ni jiwe teule, precious, la thamani, ye also,
vivyo nyinyi pia as living stones kama mawe yaliyo hai are built up a spiritual house. Mnajengwa muwe nyumba ya uhai ya roho. Okay, hebu sikia, tuende kwa Desire of Ages hiyo 4:13.2. Above foundation msingi mwingine can no man lay, hakuna mwingine anaweza weka than that is laid, isipokuwa ule umekwisha kuwekwa. Endelea. Upon which is Jesus Christ. Ambao hii msingi ni Yesu Kristo. Endelea. Upon this rock, juu ya mwamba huu, said Jesus, Yesu akasema, I will build my church. Nitalijenga kanisa langu In the presence of God, mbele ya Mungu, and all the heavenly intelligence, mbele ya malaika, in the spirit, in the presence of unseen army of hell, mbele ya wajumbe wa kuzimu ambao hawakuwa wanaonekana. Christ founded his church upon the living rock. Kristo akapata kanisa lake katika mwamba ulio imara hai. That rock is himself. Sasa nataka kusikiza hii sikupite. That rock is who? Himself. His own body. Kwa hivyo that rock ni Christ's body. Christ's body. For us broken and bruised. Ambaye mwili wake sasa ulivunjavunjwa na ukapigwa kwa ajili yetu. Against the church. Dhidi ya kanisa ambao limejengwa juu ya msingi ambao ni mwili wa Kristo ambao umevunjavunjwa. Nini mwili wa Kristo ulivunjavunjwa? Ulipigwa na ukavunjavunjwa? Ni lini mwili wa Kristo ulivunjavunjwa ukapigwa? Ni msalabani. Malizia. Against the church built upon this foundation, kinyume cha kanisa ambalo limejengwa juu ya msingi huu, the gates of hell shall not prevail. Nguvu za kuzimu hazita shida. Sasa msingi mkubwa tunaposema kuhusiana na masuala ya Kristo kama Masihi, Kristo mwana wa Mungu, unaona msingi mkubwa ni wapi? Ni msalabani. Msalabani ndio Kristo alijaribiwa na majaribu yo. Ni ukweli alikuwa amejaribiwa hapo bereni, si hata alijaribiwa jangwani. Si hata katika huduma yake alikuwa anajaribiwa. Lakini wapi alijaribiwa na majaribu yote? Na pia akapigwa, akavunjwa, akawekwa taji, akapigwa taji ya miiba, akapigirwa misumari. Ni wapi? Ni wapi mwili wake ulivunjavunjwa? Kwa unafikiri ni msingi gani tunaweza kuinua sana kama foundation unaohusiana na Kristo? Sorry? No, tunapozungumza kuhusu msingi wa Kristo kama msingi, unafikiri ni wapi tunahitajika kuelekeza watu wajenge pale? Ni Calvary. Wamtazame Kristo akiwa Calvary. Wamtazame na wamwamini. Tumesikia nabii sana kwamba Isaya 28:16 yeye amwamini hatafanya nini? Hata taharika. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba na hii sana watu, Mungu asaidie sisi reformers. Every doctrine inahitajika ilege wapi? Msalabani. Kristo akifanya nini? Akisulubishwa kwa ajili yetu. Maana hapo ndipo alijaribiwa na majaribu yote akashinda. Unapopata every doctrine ilege msalabani. Tunaona hata ubatizo umerega msalabani vizuri. Kwa sababu pale tukimwamini Kristo ndipo sasa tunajengwa juu yake. Ni ukweli tunaweza kuwa na all other doctrines na ni za kweli, lakini tukose kurega hizo doctrines. Licha ya kuzijua hatutaweza ku establish
hatutaweza ku established. Na hii ndio ilikuwa shida ya kanisa la Sabato, na hii bado ndio shida ya kanisa la Sabato. Unafikiri kanisa la Sabato ni ukweli likosa kumaliza kazi? Si lilikuwa limepewa ukweli wote? Kuna ukweli hakupewa? Kama ni huu wa 2300 days walikuwa nayo. Ukweli wa Kristo kuingia katika Holy of Holies walikuwa nao. Ukweli kuhusiana na Sabbath ulikuja 1846. Ukweli wa Herod ukaja 1863. Ukweli wote, Great Controversy yote ikaelezewa, hata kitabu cha Great Controversy kawa kimeandikwa even by hiyo miaka ya nyuma. Lakini bado Mungu akaona kuna ukweli wanafanya nini, wanahita ukweli gani walikuwa wanahitaji by 1880? Righteousness by faith. Hebu sikia vile director anasema kuhusu righteousness by faith. Maana anasema hata katika TM 92 utakuta mahali anasema TM 92 93, maana anasema the uplifted savior hapo TM 92 91 92 93. Kwa maana anasema kwamba this message was to bring more prominently before the world the uplifted savior. TM 91 92 93, hiyo karaini. The Lord in his great mercy hapo. Ujibu wa kuhesabu kwa ima anasemaje? The Lord in his great mercy sent a most precious message to his people. Ati Bwana kwa huruma zake za ajabu alituma ujumbe wa dhamani sana, most precious message kwa watu wake kupitia mzee Wagona na Jones. Ujumbe huu ulikuwa ulete wazi kwa jina inaonekana mbele ya dunia. Mwokozi amefanya nini? Amesulubishwa. Unaona sasa? The sacrifice for the sins of the whole world. Kafara ya ulimwengu wote. It presented justification through faith in the surety. Ati iliweza kuweka kuhesabu kwa imani kupitia kwa yule hakika. It invited the people. Iliweza kukaribisha watu to receive the righteousness of Christ. Waweze kupokea haki ya Kristo, which is made manifest in obedience to all the commandments. Ambayo inaonekana kwa kushika sheria zote za Mungu. Many had lost sight of Jesus. Ati kufikia 1888 wa Sabato wakiwa na all of those truths walikuwa wame lose sight of who? Yeah, they needed to have their eyes directed to his divine person. Walihitajika walege macho yao wamtazame na uungu wake, divine person. His merit. Wema wake. And his changeless love for humankind. Na upendo wake ambao hubadiliki kwa wanadamu. Sawa. Kwa hivyo hapo chini hapo sema it's constant effort kuondoa watu. It was Satan's determined kuwafanya watu wasimwangalie Kristo. Hiyo tu na itadhiri hapo. Unless he makes it his life business, told the afflicted Savior. Isipokuwa ifanye biashara yake ya maisha kumtazama Kristo ambaye amefanya nini? Amesulubishwa. And by faith to accept the merit which is, na kwa imani akubali wema ambao which it is his privilege to claim. Ni fursa yake kupokea. The sinner can no more be saved than Peter could walk upon the water. Unasikia mwenye dhambi hawezi kuokolewa kama vile Peter hageokolea, isipokuwa angemwangalia Yesu pale alipo kwa mahali. Now it has been Satan's determined purpose. Sasa tusikize hii na mimi mnaposema kuhusu kwa Satan's determined purpose, uogope hiyo.
It has been Satan's determined purpose to eclipse the view of Jesus, aweze kuweka ile tunaita eclipse, aweze kufunika kuonekana kwa kiri, amfunike Yesu asionekane, and lead men to look to man, na afanye mtu aangalie mtu and trust to man, na kutegemea mtu, and be educated to expect help from man, na afundisha watu kutegemea kutegemea mtu, msaada kutoka kwa mtu. For years, kwa miaka sasa the church has been looking to man. Kwa hivyo tangu 1844 kanisa la Sabato liliweza kujaribiwa, likaacha kumwangalia Kristo, wakaanza kuangalia man, and expecting much from man, na wakatafuta kutarajia mengi kutoka kwa man, but not looking to Jesus, lakini sio kumtazama Kristo, in whom our hopes of eternal life are, ambaye tumaini la uzima wetu wa milele una. Hapo tusikose hiyo. Hata sisi reformers, shetani najua sisi hapa huenda hatuna hiyo ya kutazama man. Hiyo inaweza kosekana hapa. Lakini hapa sasa, sababu sisi ni wasomi sana, inawezekana tuweze kuweka doctrines zingine tusahau wapi? Hiyo. Na sana hiyo sana kwetu sisi ambao ni reformers, tusipokuwa makini inaweza kufanya nini? Kutujaribu, yani kututempti. Tuinue doctrines na ni ukweli, those doctrines ni kweli, lakini tukaweza kufanya nini? Kumwangalia Kristo. Mnaelewa lakini Kwa hivyo point ni hii, pale Jordani Yohana na watu tunahitaji kuona Kristo akiwa ni the Lamb of God ambao tumesikia ni sacrifice. Sasa na sisi ambao tunabatizwa sasa, hii ni yetu sasa. Unafikiri sasa ukibatizwa wewe unahitajika uone nini? Ujione, hebu soma Warumi 12 mstari wa kwanza. Ulipobatizwa ujione, usione tu kubatizwa, lakini ujione kujitoa. Inasemaje hii Romans 12 verse 1? Inasema, ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kupendeza Mungu. Kwa sasa unajitoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Kwa hivyo una consecrate, unajipeana kwa Kristo, kupendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hivyo sisi sasa ambao tumebatizwa tujitoe miili yetu. Alafu verse 2 inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii. Unasikia sasa tunaambiwa tusifuate namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Tunageuzwa, tunafanywa upya nia zetu. Tunaachana na worldliness, sababu tulisikia the love of the world, the love of the flesh, tamaa ya moto, tamaa ya macho, tamaa ya kimwili na kiburi. Ndio Biblia inaita ulimwengu. Hiyo ni 1 John chapter 2 verse 15. Kwa hivyo tubadilishwe nia zetu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Kwa hivyo sasa ulipobatizwa, hiyo ni mwanzo. Unahitaji kujua sana Mungu sana, ujue mapenzi ya Mungu yaliyo mema na maisha Unakumbuka Kristo ilibidi aende akafuga. Kwani Kristo alifuga? Alikuwa anatafuta kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Alikuwa na meditate kuhusu ministry. Kwa hapa itabidi na sisi tunyenyekee sana, hata kwa maombi ya kufuga. Tumsihi Bwana atuonyeshe mapenzi yake na maisha mapenzi yake makamilifu kwa ajili ya maisha yetu. Kitu kingine tu tuko hapo, na pia kitu kingine hapo nisisahau, ni lini Kristo alifanyika
the love of God ni pale Calvary ama ni even before? Mnaelewa hiyo nyinyi? Tunasoma katika 1 Peter chapter 1 verse 19 nasema hivi, anasemaje? Na 20, 1 Peter chapter 1 verse 19 na 20. Na pia Revelation chapter 13 verse 80. Soma. Bali kwa damu ya zamani. Bali kwa damu ya zamani. Kama ya mwana kondoo. Kama ya mwana kondoo. Asiye na ila. Asiye na ila. Asiye na mawaa. Asiye na mawaa. Yaani Kristo. Yaani Kristo. Naye amejulikana kwetu tangu zamani. Naye amejulikana kwetu tangu zamani. Aha. Kabla haijawekwa misingi ya dunia. Kwa hivyo ni lini Kristo basi alikuwa mwana kondoo? Ni kabla ya misingi ya dunia kuu. Alafu Revelation 13 verse 8 tunasema kwamba inasemaje? Revelation 13 verse 8. Yaha. Inasema na watu wote wakao juu ya nchi. Watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Watamsujudu. Huu ni mnyama yule wa Ufunuo 13. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ati wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo atamsujudu mnyama aliyechinjwa tangu kuweka misingi ya dunia. Sasa kuna wazo nimekuwa nikitafakari kuhusiana na vile watu watakuja kusujudu papa. Huu mnyama ni Tora Papa, na katika prophecy tunaona kwamba upapa utasujudiwa kupitia kwa sheria za Jumapili dunia. Kuna uhusiano gani kati ya Kristo kuwa the Lamb of God na Sabato? Sababu wakati msingi uliwekwa duniani, ni kitu gani kiliwekwa kama msingi? Si ni Sabathi. Si Sabathi iliwekwa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 on the seventh day. So what is the relationship between the Lamb of God and the Sabbath in the foundation, before the foundation of the world? The Savior and the memorial of the creation. Yes, the Savior. And the Sabbath is the memorial of the created world. Yeah. Ni hivi, ni kwamba hii dunia inapoumbwa, already Mungu alijua dunia itagu, na already Kristo alikuwa amejitoa. Kwa hivyo Kristo ambaye aliumba dunia hii, ama Mungu akiumba dunia hii kupitia kwa Kristo, already Kristo alikuwa amejitoa. Kwa hivyo msalaba ulikuwepo au haukuwepo? Yeah, ulikuwepo. Na katika ile Romans chapter 16 verse 25 tunasoma kwamba kuhusu the gospel ni anasemaje Kiingereza? It was the revelation of the mystery that had been kept in silence since times eternal. Kwa hivyo hebu soma usikie Romans chapter 16 verse 25. Yeyote, lakini hata Kiingereza ni vizuri hata tujifahamisha maandiko. Now to him 16:25. Now to him that is of power, ambaye ni mwenye uwezo to establish you according to my gospel. Okay, aweze kuwa establish kulingana na ujiri yake And the preaching of Jesus Christ, na kuhubiriwa kwa Kristo Yesu according to the revelation of the mystery, kuhusiana na kufunuliwa kwa siri which was kept secret since the world began. Ambayo ilikuwa imewekwa imefichika since time eternal. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu Jesus sana sana ni msalabani. Kwa hivyo Kristo kufa msalabani, kujitoa kama kafara, ilikuwa in the mind of God since time eternal. From time eternal Mungu alijua na Kristo alijua kwamba dhambi itakuja kuingia dunia. Yes. Na wakapanga mpango ambao sasa ni Kristo kufanya nini? Kujitoa
kutolewa. Kwa sasa mpango ulikuwepo. Sasa dhambi ilipoingia ni kitu gani kilifanyika? Ile mpango ilianza kuwa activated. Ndio mwanadamu hakufa eternal death alipotenda dhambi. Alafu sasa AD that one kitu kilikuwa kilifanya kazi. Ile mpango ikawa executed. Lakini ilikuwepo wakati dhambi inaingia duniani, mpango inakuwa activated. Alafu AD that one ndio mpango ikawa the secret ile gospel ikawa execute, ikawa sasa imetekelezwa. Unaona sasa hii. Kwa hivyo dunia hii inapoubwa, basi ni kitu gani kilikuwa in the mind of God ya kuokoa dunia? Msala? Ilikuwepo. Kuna uhusiano wa Sabbath na the cross. Ya kwamba hii dunia iliumbwa na Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu, na sasa tumeelewa kwamba already Yesu alikuwa amejitoa. Hebu soma hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 9 na 10. 2 Timothy, alafu fungua Desire of Ages page 22. Mmoja fungua Desire of Ages page 22, mwingine akisoma hiyo 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. Kwa mwalimu ametufundisha kwamba Kristo ndiye the only chapter 1 verse 9 na 10. Inasema ambaye 2 Timothy ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Kwa hivyo alituokoa alafu akatuita katika mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, sio kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake. Kwa makusudi yake mwenyewe na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Kwa hivyo neema ilikuwa in Christ Jesus since times eternal. The plan for redemption. Mpango wa ukombozi wetu. Hiyo ni Desire of Ages page 22.1. Haikuwa ni wazo la baadaye. .2 ilikuwa haikuwa wazo la baadaye. The plan formulated at the fall of man. Ati sio mpango ambao ulibuniwa baada ya mwanadamu kuanguka. Ilikuwa ni ufunuo of the mystery wa siri which has been kept in silence through times eternal, ambayo ilikuwa imewekwa katika siri tangu nyakati za milele. Romans 16:25. An unfolding of the principles, ilikuwa ni kufunuliwa kwa msingi that from eternal ages, ati tangu zama za milele, has been the foundation of God's throne. Ilikuwa ndio msingi wa. Kwa hivyo kiti cha enzi za Mungu kilikuwa na msingi gani? Eternally redemption ambayo tumesikia ni msalabani, Kristo kujitolea. Kwa hivyo hiyo siri tukielewa, tutajua Mungu ni, tutamheshimu Mungu sana, tunampenda Mungu sana sababu yeye. Lakini maliza ya kwanza, from the beginning, tangu mwanzo Mungu na Kristo walijua kuhusu anguko la shetani na anguko la mwanadamu kupitia kwa madanganyo ya adui. Ati Mungu hakupanga dhambi iwepo, na hiyo sasa hapo ndipo watu wengine wanakosea. Wanaona kama ni Mungu alipanga, lakini sio Mungu alipanga. But he foresaw its existence. Lakini aliona ikikuja, and he made provision to meet the terrible burden. Na alipanga jinsi ya kukabiliana nayo. So great was his dharura ile, kukutana na ile dharura. So great was his love for the world. Upendo wake ulikuwa mkubwa sana kwa ulimwengu, ya kwamba akampeana, akapanga kumpeana mwana wake, mwana wake wa pekee,
ili amwamini asipotee, but have everlasting life. bali awe na uzima wa milele. Sasa kwa hivyo sasa sehemu yetu ni kupokea na kujipeana, kujitoa kafara. So kwa tulipobatizwa tujue kwamba sisi tulijitoa kafara, na wakati wa mwisho, hebu soma hiyo Disciple of Ages page 439.1. Hiyo ama ni 483. Hebu angalia 439 ama 483. The habit of practice should begin to say. Hebu soma 483. Sema when we see Jesus. When we see Jesus, the man of sorrows, umeona? When we see Jesus, the man of sorrows and acquitted with grief, kama either 483 ama 439.1, moja hizo. Mimi niliandika vibaya. So when we see Jesus, the man of sorrows and acquitted with grief, nasema self will not clamor to be. Hebu nione hata unaweza andika. Umeiona? Hebu leta simu hiyo. Disciple of Ages before 39. Hebu isome. When we see Jesus, a man of sorrow and acquainted with grief. Tunapomtazama Yesu, tunapomwona Yesu, mtu mwenye huzuni, amejaa masikitiko, Working to save the lost, ambaye anafanya kazi kuokoa waliopotea, wapotevu, akifanyia mambo yote, driven from the city to city till the vision was accomplished. Akifurishwa kutoka mji hata mji mpaka kazi yake ilipokamilika. When we behold him in Gethsemane, tunamwona Gethsemane, sweating great drops of blood, akiweza kutoa jasho kubwa za damu, and on the cross dying in agony, na msalabani akilia kwa huzuni. When we see this, tunapoona hii, self will no longer clamor to be recognized. Ati ubinafsi hautatafuta kutambulikana. Looking unto Jesus, tukitazama Yesu, we shall be ashamed of our holiness. Tutaweza kuaibishwa, kuona aibu kwa sababu ya vile tuko wa ubaridi, our lethargy, and our self-seeking, na kujitakia. We shall be willing to be anything or nothing. Tutaweza kuwa tayari kuwa chochote ama kutokuwa chochote, so that we may do a hard service for the master. Ili tuweze kufanya huduma ya moyoni kwa Bwana. We shall rejoice to bear the cross after Jesus. Tutaweza kufurahia kubeba msalaba tukimfuata Kristo. To endure trials, shame and persecution for his dear sake. Kuweza kuendua trial, yani kuweza kustahimili majaribu, shame, aibu na mateso for his dear sake. Kwa sababu ya dear sake,
kwa sababu ya diaseki tunasemaje? Tufungue Ministry of Healing page 502. Ministry of Healing 502 anasema hivi, paragraph 3, Ministry of Healing 502 paragraph 3, Everyone who accepts Christ as his personal savior, kila anayempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yake will long for the privileges of serving, atatamani na fursa za kumtumikia Mungu, contemplating what heaven has done for him. Akitafakari vile kila mbingu imemfanyia. His heart is moved with boundless love. Ati moyo wake unasukumwa na upendo ambao hauna mipaka, And enduring gratitude, na furaha ambayo ni ya yani adoring gratitude, yani shukrani ambazo ni za kumwabudu kwa sababu ya shukrani. He is eager to signalize his gratitude by devoting his ability to God's service. Anatamani, yani anakuwa eager, Signalize. Yeah. He wants to show his love for Christ. Anatamani kuonyesha upendo wake kwa Kristo And for his purchased possession. Na wale ambao Kristo aliwanunua. He covets toil, hardship, sacrifice. Unasikia ati anatamani toil ni wakati unafanya kazi ya kuchosha. Hardship, shida, and sacrifice. Sacrifice ni kafara. Unajua kuna kafara inaitwa kafara ya shukrani. Psalms anasemaje? Kitabu cha tumesikia kosa point kwa sarabani tunabatizwa, yani Jordan, tunahitaji kuwa na nini? Sacrifice. Sasa kuna many sacrifices ambazo zingine huenda hatuzijua ni kama sacrifice, lakini bado ni sacrifices. Hebu kwa mfano kuna inaitwa the sacrifice of joy. Hebu soma Psalms 27:6. Yeah. Nasema, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe imani mwake. Inaitwa sacrifices of joy. Unajua njia nzuri ya kufunua Kristo ni through your countenance. Ikiwa sura zetu zinakujana, unafikiri tunatoa message gani kule nje? Tunatoa message ya kwamba Mungu wetu hataki tuwe na furaha. Kwa hivyo kuna ile sacrifices of joy. Ingine ni kuna sacrifices of righteousness. Psalms 51:19 utasoma kuhusu hiyo. Kuna pia prayers in sacrifice. Hebu soma Psalms 141:2. Psalms 141:2 anasemaje? Sema, sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Kuinuliwa mikono yangu kama badiu ya jioni. Unasikia ukiomba, ukipiga magoti, kiinua mikono yako, bado inaitwa sacrifices. Inaitwa sacrifice of evening sacrifice. Kwa maombi
ni kitu kingine ambacho Mkristo ambaye mbatiza anahitajika kuiwekea maanani sana. Daudi anasema Psalms 55 verse 17, evening, morning, at noon. Evening, morning, at noon. Yeah. Kuna sacrifice ingine inaitwa sacrifice of praise. Sacrifices of praise. Yeremia 33 verse 11 utaisoma kuhusu hiyo. Psalm chapter 50 verse 23 anasema who offered praise glorifies he. Kwa hivyo offering the sacrifices of praise. Kwa hivyo nyimbo, Mungu asaidia hata wana matengenezo sana sana tutafute kuimba. Unajua nyimbo zinahubiri sana. Kwa hivyo sio tu kutoa kafara hizi zingine, sio tu kujitoa, lazima uwe na maombi, shukrani, sifa. Wewe unatolea Mungu hizo sifa. Hebu soma 1 Peter 2 verse 5. Kuna zile zinaitwa spiritual sacrifice. Spiritual sacrifice 1 Peter 2:5. Sema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa mwe nyumba ya roho. Mmejengwa nyumba ya roho. Ukuhani mtakatifu. Ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za roho. Sacrifices of spiritual sacrifices. Zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa mtafute hapa kuwa na hata waibaji. Hata mnaweza tuga nyimbo kama nyinyi hapa mnautuka kwa na kipaji cha kuimba. Na mnaenda na mna nyimbo ni sifa, nyimbo zinahubiria watu. Pia na malizia alafu jioni tutaeleza kuingia katika prophecy. Tusome kuhusiana na pia kitu kinaitwa kutoa zaka. Najua zaka bado ni sacrifice. Hebu soma wakati Jacob, soma hiyo Genesis chapter 28 usikie. Tunamalizia na hiyo. 28 verse 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake. Hapa ni pale ambapo aliwekelea jiwe wapi? Kichwa. Akaamka katika usingizi. Akasema, kweli Bwana yupo mahali. Na ni kitu gani aliona? Aliona ngazi imepanda kutoka mbinguni mpaka dunia, ambao bado ni the humanity of Christ. Wala mimi sikujua. Endelea. Kwa hiyo anahitaji hiyo the house of God. Yaani Mungu alikuwa hapa. Kwa hiyo nyumba ya Mungu ni wapi? Si ni mahali Christ ako. Daudi anasema, Biblia inasema watu wale are gathered for my name's sake, there am I in the midst of the. Kwa anasema Bwana alikuwa hapa na siku juu. Kwa hiyo ilikuwa ni nini? Ni kanisa. Ilikuwa ni nyumba ya Mungu, kanisa. Mahali Mungu hapo ndio kanisa. Endelea. Na kanisa pia inaitwa the gate of heaven. Babylon inaitwaje? Walikuwa wanataka hivi kutengeneza. Kwa hivyo Babylon watu wanatengeneza kanisa lao ambalo ni la kuwapeleka mbinguni, lakini haliwapeleki mbinguni. Lakini kanisa la Mungu ni Mungu anashusha ngazi ili sisi tunaifanya nini? Tunajenga, tunapanda juu ya ile ngazi. Kwa kuna tofauti. Babylon ni man's works akitafuta salvation. Lakini kanisa la Mungu ni katika msingi ambao Mungu anashusha ngazi, sisi hiyo tunapanda ile ngazi. Endelea sasa. Nasema naye akaogopa akasema. Akaogopa akasemaje? Mahali hapa panatisha kama nini? Mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka. Hapa ni nyumba ya Mungu. Unasikia? Kwa nini hiyo ni nyumba ya Mungu? Uwepo wa Mungu? Endelea. Hapo ndipo lango la mbinguni. Unasikia? Kanisa la Mungu ni lango la mbinguni. Hata kama ni wachache, wajihesabu kama ni lango la mbinguni. Endelea. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake. Akalisimamisha kama nguzo. Akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Sasa
akalisimamisha ile jiwe kama nguzo, akamimina mafuta juu yake. Rock katika hiyo tumesikia rock ni nini? Hiyo tumesoma Christ humanity. Christ humanity Christ humanity ndio anaitwa the rock, ambaye alibatizwa pale Jordan akawa anointed, na pia pale msalabani hilo rock ikavuja kwa ajili akamimina mafuta 19 akaita jina la mahali pale Betheli. Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzi. Endelea. Yakobo akaweka nadhiri. Sasa sikiza, sasa hii ndio nataka tusikie wale ambao tumebatizwa. Tunataka tuweke nadhiri na Mungu. Endelea. Akaweka nadhiri 21. Akaweka nadhiri aje? Soma. 22. Yeah, akaweka nadhiri 21. 21. Nami akaweka nadhiri. Ilikuwa imefika ngapi? 20? 19. Akatia jina, akaita jina lake mahali pale Betheli. Betheli. Lakini jina la mji ule hapo mwanzo kwanza ilikuwa inaitwa Luzi. Yakobo akaweka nadhiri akasema, Mungu akiwa pamoja nami. Mungu akiwa pamoja nami. Akinilinda katika njia niendayo. Akinilinda katika njia niendayo. Na kunipa chakula nile. Na kunipa chakula nile. Na nguo nivae. Na nguo nivae. Nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu. Nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu. Ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Bwana atakuwa Mungu wangu. Na jiwe hili nisimamishalo kama nguzo katika litakuwa nyumba ya Mungu. Unasikia, akafanya nadhiri kumjengea Mungu nyumba. Na katika kila atakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kila utakaponipa nitakutolea wewe sehemu ya 10. Kwa hivyo wale ambao wanabatizwa wanakuwa part and parcel ya kanisa. Sasa kujenga kanisa na hata kusupport kanisa na tithes zao na offerings zao. Kwa hivyo kutoa tithes and offerings ni sehemu ya, na inakuwa part and parcel ya wale ambao wanafanya nini? Wanaamini. Sasa hivi mjihesabu kwamba sasa nyinyi ni part and parcel ya kujengea Mungu nyumba, na ili nyumba ya Mungu kuwe na chakula cha kutosha. Katika hiyo kitabu cha Maraki chapter 3, hebu soma verse 7 tukimalizia. Tukimalizia sababu ya muda. Maraki 3 7 to 10. Maraki 3:7 inasema tokea. Je, mwanadamu Maraki 3:7 manasema, je, mwanadamu anaweza kumnyang'anya Mungu? Mpaka 11. That is it. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mwaniibia mimi. Lakini nyinyi mwaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema. Lakini nyinyi mwasema. Tutakuibia kwa namna gani? Tutakuibia kwa namna gani? Mmeniibia kwa zaka na dhabihu. Mmeniibia kwa zaka na dhabihu? Unasikia zaka na dhabihu, na tumesikia pale msalabani unajitoa uwe dhabihu. Endelea. Nani mmelaaniwa kwa laana. Mmelaaniwa kwa laana. Maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ajaribu kwa
njia hiyo, mkanijaribu katika njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Asante. Imefika 11 sijasoma. Endelea, malizia. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye araye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mizabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri. Mataifa yote wataiteni maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo watu wanaporudisha zaka na sadaka kwa uaminifu wanabarikiwa hata na Roho Mtakatifu. Kwa Mungu asaidie sana. Tuwe nyumba ya Mungu. Hiyo ndio mimi naomba. Nyumba ya Mungu ni mahali uwepo wa Mungu huko. Mahali Kristo anainuliwa na sheria za Mungu zinainuliwa. Kwa hivyo tumalizie pale. Wacha tuombe ombi la mwisho. Tutaendelea na part 2 ya prophecy saa 8. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya sehemu nafasi imetupea tukajifundisha kuhusiana na fundisho kuhusiana na pia ubatizo wa Kristo, na pia sisi vile tunavyobatizwa. Tukasikia kwamba Yohana alipobatiza Yesu alimuona kama kondoo wa Mungu, ambaye tukafundisha kwamba kondoo ni kujitolea vile Kristo alitolewa kama kafara, dhabihu. Baba, tunashukuru kwa sababu ya Kristo alijitoa msalabani, akapigwa kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu mwili wake ukavunjwa. Kwa ajili yetu akavikwa taji ya miiba. Kwa ajili yetu akaweza kupigiliwa misumari, akadungwa na mkuki katika upande wake, akaangikwa msalabani akafa. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya kutupea msingi huu ambaye ni Kristo akiwa amesulubishwa kwa ajili yetu. Tukipenda kuja kwa Kristo na kujipeana kwake na kumwamini ili tuweze kuwa established, tusije tukawa ashamed. Tunaomba Kristo uwe mwokozi wetu, uwe Bwana wetu, uwe mchungaji wetu, uwe haki yetu, uwe tumaini letu, uwe nguvu yetu, uwe msaada wetu, uwe msingi wetu, ili tuweze kusimama imara na tuweze hata nasi pia kujitoa. Tutoe miili yetu kama dhabihu, tutoe mali zetu, tutoe vitu vyetu, na itakapohitajika pia tutoe hata maisha yetu, tuweze kuwa tayari kutoa kila kitu, kwa sababu tumesikia kwamba ufalme wako umejengwa katika msingi wa kutoa. Hata kabla dhambi kuingia, tumesikia kwamba already ulikuwa umeona dhambi itaingia na tayari kulikuwa na neema. Ni vile tu neema haikuwa imefunuliwa, lakini wakati mwanadamu alipoanguka dhambini, sasa neema ikafunuliwa. Baba, tunaomba utufundishe tuzidi na kuelewa kuhusiana na ufalme huu wako, na tuzidi na kubarikiwa. Uwe nasi, na katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Hapa